Naam mpenzi mtazamaji, hivi sasa nakujia moja kwa moja. Nataka tuzungumzie ama tusikize mambo ambayo yanazidi kutendeka kila kuchao nchini Kenya. Ungana nami Nyabende hadi mwisho wa hii story ambayo tumekutana na ndugu yetu hapa. Naenda kutueleza mambo machache, ni kipi ambacho kilicho tokea katika maisha yake ambacho kimemfanya afike hapa. Ndugu, asante sana kwa kufika. Ningeomba kwanza ueleze watu jina lako na sehemu unayotokea na pia kazi unayoifanya. Kwa majina naitwa Duke Nyamari. Natokea pande wa Nyantrago pale Ibeno. Na unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya usoja kwa klabu moja inaitwa J-Sport. Anatokea maeneo ya Nyantrago. Kuwaeleza ni eneo ambalo ni sehemu ambayo inapatikana katika eneo bunge la Nyaribari Chache ndani ya kaunti ya Kisii hapa nchini Kenya. Kwa maelezo zaidi, naarifiwa kwamba kuna kitendo ambacho kilitokea pale. Wewe kama mlinzi wa sehemu hiyo, uliyoyaona na uliyoyapitia ni yapi na ni nani aliyatenda haya? Kwanza ilikuwa lini, na tueleze pole pole yale ambayo yalijiri siku hiyo. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 11. Ilikuwa saa 7 usiku. Hapo ndipo askari waliingia kwa baa yenye nilikuwa nafanya ambayo ni J-Sport. Askari waliingia na kuingia kwa mlango. Waliingilia kwa mabati juu imefensiwa na mabati nje. Waliingia kwa mabati. Nikienda kuuliza mbona mmeingilia hapo na nilikuwa nikuje niwafungulia. Mimi askari alinishika shati hapa. Sikuwa na jambo la kusema, nilikuwa nimeenda kufungulia wasichana waingie kulala. Hiyo time askari wengine wakaruka hiyo fence wakaingia ndani. Wakapiga mlango, wakavunja, wakatoa wasichana ndani na viboko. Mimi nikamwambia mimi ni soja, ungengoja niwafungulie. Alafu hapo hivyo mimi nilipigwa cable. They were using cables and pipe. Walinipiga cable ikatembea huko hadi huko chini. Nikauliza mbona nipiga na mimi ni soja. Askari wakasema tuingishwe ndani. Tulikuwa nje kwa bar, tuingishwe ndani. Sasa pale pombe inapouzwa. Tuliingishwa ndani, nikaambiwa kaa chini. Mimi nikakuwa msikivu juu walikuwa ni askari na sijajua mbona wamekuja. Nilikaa chini. Kukaa hapo chini nikamwambia mimi ni soja, ndio hiki funguo, mbona mnanipiga basi. Hapo nikasikia pipe imepita huku sasa. Pipe ikatembea kutoka hapa hivi. Alafu nilipigwa slap hapa ya masikio. So hiyo saa 7 ambayo walikuja, baada ya kuwafanyia hayo yote, walikuambia makosa ni yapi ya kufanya hivi? Hawakusema kitu, waliamsha watu au wasichana wenye walikuwa wamechukua, walichukua wasichana 3. Wakachukua station, mimi nikabaki. Sijajua walikuwa wananiuliza nini hadi wa leo. So baada ya kisa hicho, tuseme huo wakati ama asubuhi yake, ulienda station ama ulienda kutafuta matibabu? Nilienda kutafuta matibabu ya Ibeno Hospital. Hapo ndio nilitibiwa, nikarudi kazi. Kurudi kazi nikapata siwezi kufanya kazi juu ile maumivu. Nikaenda police station kuripoti, walikuwa na OCS. OCS nilienda kumuongelesha. OCS alikataa, akaniambia haizi niandikia OP. Lazima nienda na barua ya kazi. So mwenyewe ulimuonyesha sehemu ambayo umeumizwa, pia ukamuonyesha ripoti ya daktari? Nilikuwa na ripoti ya daktari, hakushughulika kuniuliza. Mimi nilienda nikamwambia niko na complaint, nataka complain juu ya askari wako. Akaniambia askari mgani? Nikamwambia ulikuja na wao. Kutoka hapo hivyo kutaka kusikia hiyo story. So ni kusema kwamba huu usiku walikuwa askari wangapi? Pia umesema wenye alikuja nao, ina maana yeye mwenyewe alikuwa pale. Walikuwa askari wangapi? Walikuwa askari 3 na yeye OCS. Je, na hao wasichana waliokamatwa makosa yao yalikuwa yapi? Pia walifunguliwa mashtaka ama ni kipi kutoka station, ni kipi ambacho kiliendelea na hao wasichana waliokamatwa? Walipowachukua hiyo usiku, sisi tulibaki kwa bar. So walichukua wasichana 3 and this police they were 3. Sasa sisi hatuwezi jua na huko mbele, lakini tukiuliza tuliambiwa walichukua hapo station. Sisi tukaenda asubuhi tukawaona, tukahakisha wako hapo hivyo.
So hao wasichana tangu wakati wameachiliwa ama bado? Waliachiliwa lakini waliomba hela. Walifikishwa mahakamani? Hapana. Waliachiliwa baada ya siku ngapi? Ilikuwa hiyo siku ya tarehe 8 mchana. Ilikuwa walichukuliwa usiku, mchana waliomba pesa. Ndio wakawaachilia wasichana. Shukran sana, amekuwa ndugu yetu ambaye alipitia wakati mgumu kwa mikono ya walinda usalama ama wachunga usalama, askari ambao wanafaa kuwachunga na kuchunga sheria ya nchi yetu ya Kenya. Ila tu imefikia mahali ambapo waliweza kuwapiga na kuwaumiza waliowakuta wakati huo, na chanzo cha kuwapiga bado hakijabainika. Je, kuna ushahidi wowote kwamba mbali na ripoti ya daktari kuna ushahidi mwingine wa kuonyesha kwamba vitendo walivyofanya? Kuna video. Kuna CCTV kwenye kuna CCTV kwenye baa yetu. So kuna kanda za video ya CCTV, wanavyosema wazungu CCTV, ambayo nimearifiwa kwamba inaonyesha wazi vitendo vya askari katika kituo cha polisi cha Ibeno, eneo la Nyaribari Chache, wakiwapiga mlinzi pamoja na wasichana wanaofanya kazi kwenye baa hiyo, ambayo kulingana na maelezo ambayo tumepata ni kwamba mlinzi alikuwa nje akifanya kazi yake kama bawabu, ambapo wasichana pia wanaofanya kazi katika eneo hilo walikuwa wamelala baada ya askari kuingia na kuvunja mabati ambayo yametumika kufensa eneo hilo na kuingia ndani, kisha kumlazimu kufungua, na wakawashika hawa wasichana ambao hawakufikishwa mahakamani ilivyo sheria. Na pia hatua haikuchukuliwa baada ya kijana mwenzetu ambaye anajitafutia kama mlinzi, hatua haikuchukuliwa baada yake kuenda katika kituo cha polisi kuripoti kilichofanyika. Mbali na kuombwa barua ya kufanya kazi pale, hatua haikuchukuliwa kwamba aliumizwa. Makosa kilichompeleka pale ni yeye kuumizwa. Basi angeandikiwa taarifa ya kuumizwa kwake na kile ambacho kilitendeka wakati huo, mengine akadhibitishe kotini ama mbele. Ni ombi langu kwa yule ambaye anayetazama hii video kwamba haki iweze kutendeka. Hapa nchini Kenya, askari si wa kuumiza wananchi. Wao ni kuchunga haki zetu na kutuchunga sisi kama wananchi. So tunaomba serikali kuu pamoja na washikadau katika sekta ya ulinzi, County Commissioner eneo la Kisii, kushughulikia jambo hili ili kujua haswa ni kipi ambacho kilitendeka wakati huu. Kwa sababu ikifikia wakati ambapo wananchi hawana imani na polisi ambao wanastahili kutuchunga sisi na kuhakikisha kwamba tunaishi na usalama, ni jambo la kusikitisha mno. Tunaomba hatua iweze kuchukuliwa, kesi hii iweze kufuatiliwa kwa njia ya usawa na haki, ili ndugu yetu hapa na wale ambao walioathirika katika kesi hii wapate haki yao. Kwa sababu kwa uwazi kabisa, askari hajapewa idhini yeyote ya kumgonga mtu ama kumdhuru kivyovyote vile. Basi ingekuwa ni uamuzi wa koti kwamba kijana anafaa kupigwa, angepigwa. Na katika video hiyo inaonyesha wazi ya kwamba there was no resist of arrest ama kitu kingine. Wanaonyeshwa tu wakiwapiga wananchi ambao hawana silaha yeyote ama hawana nia yeyote ya kupigana na wao.